The real power belong to the people. Nguvu ya kweli inatokana na watu, na hii haijalishi eneo. Kwa hiyo ukiona mtu ni maarufu, ana ushawishi, ana nguvu katika maeneo ya kisiasa, maeneo ya kiimani, nazungumzia mambo ya kiroho, katika maeneo ya sanaa, katika biashara, katika maeneo ya mengi ya boxing and whatsoever, mengi zaidi. Ukiona mtu ni maarufu katika maeneo mbalimbali au ana ushawishi na nguvu, ujue hivyo vyote vinatokana na nguvu ya watu. Na ndiyo maana huwezi kuwa maarufu ukiwa msituni. Ndiyo maana huwezi kuwa maarufu ukiwa kwenye bara sio la Antarctica huko ambako hakuna watu. Kwa hiyo umaarufu, ushawishi na nguvu katika kila nyanja, katika maeneo mbalimbali inatokana na watu. Na pia umaarufu hauji hivi hivi, au nguvu ulizonazo, ushawishi ulionao haviji hivi hivi. Kama wewe ni mwanasiasa, ni maarufu na ushawishi, ujue kuna chakula ambacho ulikuwa unawapa watu ndio kikafanya wakupe huo ushawishi na nguvu na umaarufu ulionao. Kama wewe ni mfanyabiashara maarufu, unafanya biashara yako inaenda, kuna vitu ambavyo ulikuwa unafanya kwa wateja wako ambavyo vikafanya wakupe hiyo nguvu ya ushawishi na pamoja na umaarufu. Kama wewe ulikuwa ni askofu, mtumishi wa Mungu, si unahubiri neno, ukiona una ushawishi, ujue kuna chakula ambacho ulikuwa unawalisha watu katika chakula cha kiimani, watu wakakipenda, ndio wakakuinua, wakakupa huo maarufu. Na hata Mungu mwenyewe pia anapitia kwa watu ili waweze kukuinua, kukupa hiyo nguvu ulionayo. Kama wewe ni msanii, ujue umaarufu ulionao na ushawishi ulionao, kuna watu walipenda chakula cha kimuziki, chakula cha kisanaa ambacho ulikuwa unawalisha, ndio wakakupa hiyo nguvu na ushawishi na umaarufu ulionavyo. So ili uwe maarufu, uwe na ushawishi, uwe na nguvu, kuna chakula ambacho unawalisha watu, ndio wanakupa hivyo vyote unavyokuwa nao. Aidha Mungu anaweza kupitia kwa watu pia kukupa huo maarufu, lakini lazima kuwe na watu ukitaka kuwa na nguvu ya aina yoyote au ushawishi au maarufu. Na sasa mara nyingi tunapokuwa tunapata hizo nguvu, umaarufu na ushawishi, tukifika kwenye level fulani huwa tunajisahau kwamba hizi nguvu, ushawishi na umaarufu tulivyo navyo tumepewa na watu. Kwa hiyo tunageuka, tunaacha kusikiliza matakwa ya wale watu sasa ambao wametupandisha hapa tulipo. Kama wewe ni msanii, unaacha sasa kuwalisha watu chakula ambacho walizoea wewe unawalisha, namna walivyokuwa unawasiliana nao, namna ulivyokuwa unawatreat mashabiki zako, unaacha. Kama wewe ni mtumishi wa Mungu, ulikuwa unahubiri neno, kuna watu walikupenda unavyohubiri, unaanza kukengeuka, unaanza kwenda kinyume na jinsi waumini wako na wafuasi wako walivyokuwa wanakujua wewe ulivyo. Kama wewe ni mfanyabiashara, unaanza kuwa na kiburi, unaacha kusikiliza maoni ya wateja. Kama wewe ni mwanasiasa, lazima ujue kwamba kuna chakula unawapa watu, ndio maana wanakupa hiyo nguvu ya umaarufu na ushawishi ulionayo. Na the moment you mess up, ukimess up kidogo tu, yani ukaacha kusikiliza, ukatoka kwenye misingi yani ukaacha kuwapa watu chakula kile ambacho walikizoea wewe ulikuwa unawapa, wewe kwenye music, kwenye mambo ya kiroho, kwenye siasa, kwenye biashara, ukiacha tu kuwapa mashabiki zako, customer wako, wafuasi wako kile chakula walichokizoea, aidha kuwa na kiburi, kufanya vitu ambavyo haviendani, then immediately pale ndio utaiona nguvu ya watu, na wanaweza kukushusha haraka sana ukarudi ulikotoka. So ni muhimu sana mtu unapokuwa na nguvu na ushawishi na umaarufu kwenye mambo ya siasa, kwenye mambo ya sanaa, kwenye mambo ya biashara, kwenye mambo ya kiroho, uwe ni askofu, uwe nani, hakikisha mojawapo ya ajenda zako
ni kujiuliza, ni kitu gani kimenipa mimi hii nguvu, nimekuwa maarufu kiasi hiki, nimekuwa na ushawishi kiasi hiki. Kwa hiyo hakikisha unawekeza kwamba ni nini kimenifanya watu wanipe huu maarufu nilionao, na hakikisha kila siku unawekeza namna gani mashabiki zako, wafuasi wako pamoja na wakereketwa wako wasiwezi kukuchoka au wasione kama wewe umewasaliti. Kwa kufanya hivyo, ukiwa na ushawishi huo na nguvu hiyo na namna hiyo na umaarufu wa namna hiyo, utaendelea kuwa navyo vyote hivyo. Utaendelea kuwa na ushawishi pale tu utakapohakikisha unawasoma wafuasi wako kila mara. Yaani kama wewe ni maarufu, una nguvu na ushawishi kisiasa, kimziki, kiroho, kiongozi wa kidini, hakikisha mara kwa mara unapata feedback kutoka kwa mashabiki zako na wafuasi wako, ili kama kuna chakula wamekichoka kutoka kwako uweze kuwabadilishia chakula, au uendelee kuwapa chakula wanachokistahiki au wanachostahili. Ukiendelea hivyo, umaarufu wako lazima uendelee kuwa juu siku zote.